Kwa nini Bitcoin ilianzishwa? Hadithi ya mgogoro uliobadilisha historia ya fedha duniani. Hebu fikiria, unaamka asubuhi, unafungua televisheni, kila kituo cha habari kinaonyesha habari moja. Benki kubwa duniani zimeanguka, masoko ya hisa yanaporomoka, maelfu ya watu wanapoteza kazi, uchumi wa dunia uko kwenye mgogoro. Hii si hadithi ya kufikirika, hii ilitokea kweli. Mwaka 2008. Na watu wengi wanaamini kwamba hapa ndipo safari ya Bitcoin ilipoanza. Karibu kwenye Sauti ya Bitcoin, mahali ambapo tunapiga story kuhusiana na hela, teknolojia na mfumo mpya wa fedha unaoitwa Bitcoin. Utakuwa nami Hussein Issa katika mfululizo huu wa madarasa haya. Kama utakuwa na swali lolote, usisite kuniachia hapa kwenye comment section. Na sasa tuendelee. Katika kipindi kilichopita, tulizungumza kuhusu changamoto za mfumo wa fedha wa leo. Leo tunaenda hatua moja mbele. Swali letu litakuwa, kwa nini Bitcoin ilizaliwa? Je, ilikuwa kutengeneza pesa mpya tu au kulikuwa na sababu nyingine kubwa zaidi? Miaka kabla ya 2008, watu wengi walikuwa na imani kubwa katika mfumo wa fedha. Benki zilionekana kuwa imara na thabiti. Masoko yalikuwa yakionekana kukua miaka baada ya miaka. Watu walikopa, watu walinunua nyumba, watu walifanya biashara, lakini nyuma ya pazia kulikuwa na matatizo yaliyokuwa yakikusanyika polepole siku baada ya siku. Hatimaye mwaka 2008, mgogoro mkubwa wa kifedha ulitokea. Benki kadhaa zilipata matatizo makubwa. Baadhi zilipitia bankrupt, zilifilisika. Baadhi zilihitaji msaada wa serikali ili ziendelee kufanya kazi. Mamilioni ya watu duniani walipoteza ajira, nyumba na akiba zao. Kwa wengi, huu ulikuwa wakati wa kujiuliza, je, mfumo huu una mapungufu? Leo tunapotuma pesa, kuweka akiba au kufanya malipo, mara nyingi tunaamini taasisi za kati kama mabenki au kampuni za malipo. Taasisi hizi zina jukumu muhimu sana katika uchumi, lakini pia zinakuwa sehemu ambayo lazima watu waziamini. Kwa sababu bila imani mfumo hauwezi kufanya kazi. Lakini baadhi ya watu walianza kuuliza maswali ikiwemo, je, inawezekana kutuma thamani ama pesa kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine bila kupitia taasisi hizi za kati? Hapo ndipo mwaka 2008 mtu au kundi lililotumia jina la Satoshi Nakamoto lilichapisha white paper ama waraka mfupi wenye kurasa 9. Jina la waraka huu lilikuwa Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Lengo kuu lilikuwa kuelezea mfumo mpya wa pesa wa kidijitali unaoweza kufanya kazi moja kwa moja baina ya watu bila kuhitaji taasisi za kati kuthibitisha kila muamala. Miezi michache baadaye, mtandao wa Bitcoin ulianza kufanya kazi. Na kwenye block la kwanza kabisa la Bitcoin, Satoshi aliweka ujumbe uliotolewa kutoka kwenye gazeti la siku hiyo.
Ujumbe huu ulirejelea habari kuhusu msaada wa kifedha kwa benki wakati wa mgogoro. Kwa wengi, huu ulikuwa ukumbusho wa mazingira ambayo Bitcoin ilianzishwa. Bitcoin haikusema badilisheni kila kitu leo. Badala yake iliuliza swali: je, tunaweza kujenga mfumo wa fedha unaofanya kazi kwa sheria zilizowekwa wazi tangu uanzishwaji wake? Mfumo ambao haubadiliki kwa sababu mtu mmoja ameamua, hauamuliki kwa sababu kampuni moja imeamua, na mtu yeyote mwenye mtandao anaweza kushiriki ama kupata huduma hiyo. Hili lilikuwa jaribio jipya, na ndio maana Bitcoin ilivutia watu wengi sana waliopenda teknolojia, uchumi na uhuru wa kifedha. Hebu fikiria kama vile unatuma barua pepe ama email. Je, unahitaji kuomba ruhusa kutoka kwenye kampuni moja ili kutuma? Hapana. Internet imejengwa kama mtandao unaounganisha watu wengi. Bitcoin ilijaribu kufanya jambo lililofanana na hilo, lakini kwa fedha. Badala ya kutegemea taasisi moja kuthibitisha kila muamala, mtandao wa washiriki wengi hushirikiana kuthibitisha miamala kwa kufuata sheria zile zile. Kuna msemo maarufu kwenye dunia ya Bitcoin unasema, don't trust, verify. Kwa Kiswahili, usiamini tu, hakikisha. Na hapa nitamnukuu Andrew Tate. Aliwahi kusema kuwa kama tumeweza kumweka referee katika mchezo wa mpira wa miguu ili asifanye wachezaji kuvunja sheria ama kudanganya, je, ni kwa nini tunaamini watu hawataweza kutudanganya kwenye mfumo wa mabenki na kwenye hela zetu? Wazo kuu si kwamba watu wote ni wabaya, la hasha, bali ni kwamba ikiwezekana ni bora mfumo utegemee kanuni zilizo wazi kuliko maamuzi ya mtu mmoja. Kwa sababu watu hubadilika, viongozi hubadilika, lakini kanuni zilizowekwa kwenye mfumo zitabaki zile zile. Kwa hiyo Bitcoin haikuzaliwa kwa sababu ya bei. Haikuzaliwa kwa ajili ya biashara ya kupata hela kwa haraka. Haikuzaliwa ili kuwafanya watu wawe matajiri kwa usiku mmoja. Imezaliwa kutokana na swali kubwa ambalo linaendelea kujadiliwa hadi leo. Je, tunaweza kujenga mfumo wa fedha ambao watu wanaweza kuutumia kwa kuamini kanuni zake badala ya kutegemea mtu mmoja? Hii ilikuwa sehemu ya 6 ya Sauti ya Bitcoin. Leo tumejifunza kwamba historia ya Bitcoin haiwezi kutenganishwa na historia ya mgogoro wa fedha wa mwaka 2008. Katika kipindi kijacho, tutafungua pazia la teknolojia yenyewe. Bitcoin inafanyaje kazi? Tutajifunza jinsi muamala unavyotumwa, unavyothibitishwa, na kwa nini mtandao huu unaendelea kufanya kazi kila siku. Kumbuka, ili kuja kujua ni kwa nini Bitcoin itakuja kubadilisha maisha ya binadamu, ni muhimu sana kupitia kila darasa katika mfululizo huu wa Sauti ya Bitcoin. Usisahau kulike, share, comment na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.